nikiwa naye najisikia tena kama ninawataka. Akapata hizo habari ya mkutano wa Vuria na Raila. Akashawishiwa hapo kidogo akaenda kwa mkutano. Sasa sijui ilitokea nini ndio akaamua kuwatandika. Nimaliza pale tukio. Nimefumbuka tena macho. Niko wapi hapa? Nini tena? Naona mtu kanishika. Nimedhibitiwa. Mjomba mbona babu mbona unatubadilisha nini unatuharibia mkutano wetu? Niko kwa mama Lela tu niko pale na kuna nini? Nimemaza kunywa chai na cheka sasa sina habari tena. Wala sina habari ya kwenda kudashikwa ama vipi. Na cheka tu sina habari. Jamaa mmoja tunapita na gazeta ni yule pale ambaye anacheka. Nini mjomba? Mbona nyota? Mimi nacheka tu kwenye garden ya mama wa bosi wangu. Njoo. Bana pale sijui kwa chapa jana gazeti umeonekana. Bado akili haijanipa na wale kuondoka kama ningejua ningeondoka usiku ule nikakimbia pale, lakini nilikuwa sina. Yani pale kwa bosi wangu angeniona asubuhi sipo. Pia ni marehemu lakini pia naomba msamaha wake. Hatukupata ule mtu ambaye wa kumsaidia. Sababu kutoka hiyo na report hivi from nowhere uende bila kushikiliwa na mtu itakuwa ni serious matter. Sasa tulijaribu alikuwa anataka kuomba hiyo msamaha sana. Ila uwe mfano wa kuigwa kwa Kenya, kujitia confidence, kutengeza kitu, kutaka kitu, jamaa vipi kupokea. Alafu na familia yake hiyo wala isiwe na wasiwasi. Still mimi naona wao ni mtu shujaa, kwao ametoka, kwetu ametoka Kenya. Ndio hapa nasema tumepoteza kwa Raila. Ambacho Kenya kama angekiwahi tangu kitambo wakampa kitu chochote kila anachotaka, tungelikuwa tuna masuala mengi mabadiliko ya kuangalia katika nchi. Uncle Raila ni chombo kimoja ambacho tumekiwacha Kenya. Ameondoka duniani, nimejisikia uchungu sana.